So kuna kitu alikiuliza anakihitaji, mimi nakijua kabisa, lakini ile terminology aliyoitumia mimi sikuwa najua kama anamaanisha iko. Aliniambia so which focal can we use? Focal? Nini? Kumbe akimaanisha lenzi babu. Sasa niambie tu babu naomba lenzi. Kwa nini unataka community seki? Oya babu. Naitwa Hans Kana, jina la serikali ni Hans Richard. Hans Kana ni jina linalofahamika, ni mwongozaji wa video za muziki Tanzania nilikuwa, lakini sasa hivi ni mwekezaji, mbetuni tunaishi kwa kubahatisha. Okay, naitwa Adam Mbwana, ni meneja mwandamizi wa maudhui ya kimtandaoni na miaka 10 experience kwenye corporate. Na miaka 10? Una miaka 10 kwenye corporate? 10 years. 10 years. Na ukifanya? Vitu mbalimbali, lakini recently ni digital content. Unaweza kuishi bila elimu ya shule, lakini huwezi kuishi bila akili ya maisha. Definitely yes. I think I would say no. Unaweza ukaishi pasina kuwa na elimu ya shuleni. Nikihesabu watu ambao wako barabarani hawajasoma kabisa na wanaishi ni wengi, yani ukicount numbers, ikatokea takwimu kati ya wasomi na ambao hawajasoma, ukicount numbers watu ambao hawajasoma ni wengi kuliko ambao wamesoma. Lakini sasa elimu ambao inauliziwa hapa sijafahamu ni elimu ipi sasa hapo. Ni academic educations ama ni elimu gani ambao ndugu yangu inaizungumzia, sababu as we speak tunaweza kusema mtu kama Sadio Mane tunaweza tukamcount ni mtu ana elimu au hana? Hana elimu. You understand? So lakini anaishi, si unanielewa? Kwa sababu sijui ni elimu gani ambayo tunaitem kuwa ni elimu. Tukizungumzia elimu ya darasa la 7 na account kama ni elimu? Yeah, ni elimu. Huko darasa la 7 tayari nimeelimika pale. Inategemea, lakini unajua ina depend na kitu kimoja. Unataka kufika wapi au level yako ya maisha iko sehemu gani? Umetoa mfano mzuri wa Sadio Mane. Sadio Mane of course tunajua hajafika pale alipofika kwa sababu ya elimu. Lakini pale alipo kuna ujuzi anauakwaya kidogo bila sisi kuona wala kujua. So kuna vitu anahitaji kufahamu kuhusiana na kumanage hela zake, ile ni elimu anayopata. Jinsi ya kujiweka kama brand, ile ni elimu anayopata. So anaweza sio ajenda chuo kikuu, hajafika pale alipofika kwa sababu ya elimu, lakini kuna elimu anaiakwaya kadri anavyozidi kwenda mbele. Kwa hiyo kuna vitu inategemea na ndoto yako unataka kufika wapi. Lakini kuna sehemu ili uweze kufika lazima uwe na formal education in one way or another. Formal education tunazungumzia lazima ufike chuo kikuu, uwe na degrees, uwe na masters. No, yani kuna baadhi ya vitu inabidi uvimaster kwenye maisha ili maisha yako yaweze kwenda. Basi kama elimu ambayo inazungumziwa hapa ndio hiyo, basi mimi nitakuwa na wewe ni sawa kwamba maisha hawezi kwenda pasina kwa elimu. Kama ni elimu hiyo ambayo inazungumzia, yani kwamba ni utambuzi wa maisha ya kawaida, social science tunazungumza, elimu ya maarifa ya jamii, basi ni kweli huwezi kuishi pasina kuwa na elimu ya maarifa ya jamii, kwa sababu hata mvuvi ambaye labda hajasoma hata darasa moja anahitaji kueleweshwa ya kwamba nyavu yenye matundu madogo itavua dagaa, matokeo yake baada ya muda fulani tutakosa samaki wakubwa. So achana kutumia matundu madogo, tumia matundu makubwa. Na kesho mvuvi yule ambaye hajasoma anaweza kuja kumuelimisha mvuvi mwingine na mwingine na mwingine. Kwa kama elimu hiyo basi definitely yes, yani hatuwezi kuoperate dunia pasina kuwa na elimu. Shule inakufundisha kufaulu mitihani na sio kufaulu maisha. No. Sio kweli. Yes, kweli. To me, shule inakufundisha kufaulu mitihani na sio kufaulu maisha. Kwa shule niliyosoma mimi sasa, sababu si generalize shule zote kwamba hadi anayesoma St. Constantine naye anafundishwa, hapana. Kwa niliyosoma mimi kwa sababu ilikuwa kizio cha wewe kutoka point yangu na B, kuna mtihani inabidi upass, na usipopass mwalimu anatumia paka njia ya ziada kukuelewesha ni namna gani utatakiwa kufaulu, kiasi cha kwamba mnaweza mnapewa zile past papers, wanafunzi wenzenu unajua alifanyaje miaka ya nyuma, zote unatayarishwa unajua kwa ajili ya kufaulu exams. Au atukuta niliyosoma mimi narudia pia,
sikutayarishwa kufaulu maisha, nitayarishwa kufaulu tu mtihani. Sababu hadi mtihani ambao tunapewa na mwalimu ikitokea tujafanya vizuri tunafanya revision kurudia the same exam. Sometimes mwalimu alikuwa anafanya revision ya ule mtihani, akimaliza mmeelewa ndio. Haya, watu wote ambao wamepata average ya A na B wanatolewa. Wote hapo tumebaki ule mtihani ambao mmefanya revision mnapewa tena muufanye. Na bado wanaume tunapenda ile F. So tulikuwa tumejizatiti. Kwa hiyo mimi kwa upande wa shule niliyosoma mimi naweza nikasema ndio tulisoma kufundishwa how to kufaulu mtihani. Ndio maana mpaka walimu wetu wale ilikuwa mwanafunzi akipata 1A whatever alikuwa anapewa zawadi na wazazi na shule, wizara inampa, yani inamgift. So unaweza ukaelewa katika level gani. Sawa. So hiyo ni aspect moja ya elimu uliyopata shuleni. Lakini aspect ya pili, mimi nimesoma shule ya boarding kutoka form 1 mpaka form 6. Umeona? Na shule ambayo nimesoma ni shule pekee ya boarding hapa Dar es Salaam ambayo ilikuwa inaishi na walemavu. So you can tell kwamba ukifika pale form 1 ndio umeripoti, unaona kama ni kitu cha ajabu, siwezi kuishi hapa. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda unakuja kugundua kwamba hawa nao pia ni watu wa kawaida, wana akili timamu kama tulivyokuwa nazo sisi. So they need help, they can also help us kwa namna moja au nyingine. So katika shule niliyosoma, moja ya principle ilikuwa ukitaka kufunza shule mapema kuliko sababu nyingine yote, basi hebu muharasi mlemavu. Yani kabla hata hujafika kwenye ofisi ya malezi, ni sisi wanafunzi wako tutakao kuadabisha. So nimetoka pale najifunza ni kwamba naweza kuishi na kila mtu. Sio, unanielewa? Hata mtaani ninapokwenda nitakutana na watu ambao sio kama mimi au watufanani, lakini we have the same thinking. Nisimwandamani mtu kwa sababu ya physical appearance yake, kwa jinsi anavyofikiria, lakini kumbe huyu mtu anaweza kawa na msaada kwangu ni one way or another. So mimi kwa upande wangu nimejifunza vitu vingi shuleni. Sababu unajua boarding tena shule za kiume ulingi kule chakula unalitoa maji yako chini maji yako juu, inakufundisha resilience kwenye maisha. So mimi naweza nikasema on top of kufaulu kwenda level nyingine ya elimu kama unayosema, lakini nimejifunza vitu vingi mpaka leo na vi-apply kwenye maisha yangu ya kawaida. One of them ni kutomuignore mtu kulingana na physical appearance, kwa sababu nimesoma na walemavu. So in that point kwamba baada ya kusoma na walemavu, kutokuwa nyanyapaa, kupewa na maharage machache maji mengi, baada hapo tu hujapewa mtihani ukaambia nenda kaishi. Ndio nasema naweza nikatoka pale nimefail, nimepata 0 au nimepata 1, nimefaulu, nimeenda mbele. Lakini there is another aspect ya maisha nimejifunza, ambapo nikija huku mtaani kuna sehemu ambazo unaweza kaenda usiapply ile 1 yako ya 4, ile 1 yako ya 7 ulipata form 4, lakini ukaapply maisha ya kuishi na watu. Ukichukulia mfano kule ulikotoka. Kwa hiyo kuna sehemu formal education inatumika na kuna same formal education yako haihitajiki. So wewe ulivyokuwa shuleni umejifunza nini? Kama ulijifunza kimoja utapata shida. Lakini kama uliondoka shuleni umejifunza vitu vyote, elimu ya darasani na elimu ya kuishi na wenzako, basi itakufaa sana. Definitely. Yeah. Ujuzi una thamani zaidi kuliko vyeti. So yes kabisa hilo. Yes. Yeah, of course ujuzi una thamani kuliko vyeti. Najitoa tu mfano mimi mwenyewe Hanskana. Sijasomea mambo ya film kabisa. Kabisa, yani nina zero education about the film. Lakini naweza nikasema mimi naweza nikafundisha watu film kabisa 100%. Sawa. Mimi walikuwa natoka wanafunzi kutoka vyuo vikuu, chuo cha Dar es Salaam, wanaosoma mambo watu watoka chuo cha DSJ sijui, walikuwa wanakuja kwangu mimi niwafundishe mambo ya film, na sijasoma kabisa, na nilikuwa nawafundisha noma kabisa, na wanatoka wanaelewa na wanakuwa wanoma. Kupitia mimi nikatengeneza ma filmmakers wengine ni noma, yani hapa Bongo ndo wanakimbiza vibaya sana. Kupitia mimi ambaye sijasoma kabisa, yani mimi naamini hivyo ya. Sawa. Ukija kwenye corporate, mimi wakati nasoma chuo unajua mambo mengi ni theory. Sijui fulani alisema nini mwaka fulani, sijui nini. Yaani vitu vingi unafundishwa ni theory, policy na nini, vitu ambavyo vimenyoka hivi. Lakini kuna muda nakumbuka tulikuwa tunaletewa watu kutoka maofisini ambao wale high profile people wanakuja kuzungumza na sisi kuhusiana na uhalisia wa corporate jinsi ulivyo. Maana yake ni nini? Kwamba madesa tunaosoma kila siku sio ya msingi sana kuliko, yani yana sehemu sawa na ujuzi ambao tunaupata kutoka kwenye real life experiences. That's why tulikuwa tunaletewa wale watu wanakuja wanatuambia, jamani, huku mnaweza hiki mtu amesoma hiki kwenye principle, lakini huku ukija kwenye maisha halisi kina apply hivi. Kwa hiyo mimi naona kulingana na swali yes, lakini both vinahitajika. Yeah. Shule inatengeneza waajiriwa, mitaa inazalisha wapambanaji. Inaweza kukaa hivi. Me I can say both way. Inategemea na mtu mwenyewe. Kuna wasomi kibao kabisa na hawajaajiriwa kabisa. Ni noma, unajua yule ni msomi na hajaajiriwa. Na kuna watu ambao pia sio wasomi wameajiriwa. Example, mimi nina kampuni yangu inaitwa CakeUp. Ile CakeUp application
ukiwatoa developers na watu wa accountant wa fedha, walobakia wote elimu zao hazijaweka pale. Sasa ni watu ambao nimewaajiri kunitengenezea mikeka. Sasa hapo unahitaji elimu ya shule gani? Na wameajiriwa kwenye payroll, wanapokea mshahara. Umeelewa? Na hao developers ambao wamesoma sijawaajiri. Tumefanya partnership. Mimi nitakaa katika mfumo wa tech, mimi nitakaa kwenye tech, mimi nitakaa kwenye publicities na uongozi mzima. Umeelewa? Kwa wale wana ndo mnaita elimu kabisa, ndo mnaita nini hiyo? Formal education kabisa, normal kabisa, wamesoma DIT, yani hatari. Lakini hawajaajiriwa, wamejiajiri kupitia elimu yao ambao wameipata DIT. Sawa. So is apply mostly na kwenye upande wa ndani kwamba shule inatengeneza waajiriwa ni inapotokea maandamano ya watu wakiandamana ya kusema ya kwamba hatuna ajira. Neno pekee watu mention pale, nimesoma hadi masters, yani kwa naamini kwamba ukishakuwa na masters wewe ndio milioni ajira. Kwa unagundua sasa ahadi nyingi za wanafunzi akiwa shuleni au za kijana akiwa shuleni ni ajira. Mfano, kipindi niko form 2 na mwalimu wangu wa biology aitwa Mr. Mkenge, namkumbuka pale kwa sababu aliongea kitu ambacho mimi napenda sana biology. Kwa alivyoongea ile neno lilifanya tafakari mambo mengi sana, afu nikaona kama mbona nimeayushwa sasa. Mwalimu wa biology ambaye ni noma kabisa, anafundisha kuanzia form 1 mpaka form 6. Yani ni noma, unaweza kuelewa katika mnoma gani. Unajua walimu wa sayansi ni wachache sana miaka ya nyuma. So yeye alisema ukisoma biology vizuri, ukawa noma kwenye biology, unaweza kuja kuwa daktari. Then I come ask myself, mbona wewe sio daktari wakati nakuona wewe ni noma kinoma kwenye biology? Unishinda mimi ambaye nakusikiliza, umeelewa? Kwa maana yake wewe udaktari uko hutaki. Mimi kwamba unataka uniambie ualimu ambao unatufundisha sisi kulipa ungekuwa mpasu watu ubongo. Umeelewa? Kwa ni vitu ambavyo vilinichanganyaga. So kutokea pale nikaa nimekatika tu, yani kwamba hata kama wewe tu ambaye siku hizi afu ndo tuko hapa unakula chaki baada ukali mikasi huko hadi Muhimbili, nikaa nimekatika. So ile sentence ili apply kwamba when you are good on this you become this. So mtu unasoma for your wishes, afu mbaya zaidi hiyo wishes unapewa kipindi huko kwenye age ya kukubali ahadi. Unajua ukiwa miaka 7 mpaka 16 ahadi zinakaa sana kichwani na unazifanyia kazi. Ndio mama yako akwambia ukifaulu utakununulia baskeli, you work on it uje upate baskeli. Sawa. Sasa ukiwa mdogo unaambia ukisoma physics utakuja kuwa rubani, ni una work on it uje kuwa rubani. So isipokuja kuwa inakuwa disappointment ya kiwango cha lana. So hivyo I have a feeling topic ulikuwa unaipenda biology ni topic gani? Botany. Introduction. Kuna kitu kinaitwa study of botany. Botany is a study of ile botany kwa noma. Sawa. So mimi kwa upande wangu I feel like kwa bahati mbaya sana mfumo wetu wa elimu umetufundisha kuwa kama marobot. Sio kwa lengo baya. Unakutana na mwalimu ambaye anataka kitu alichokufundisha ndio ukifanye, au there's a way ambavyo amekwambia udefine biology for example, na anataka kwenye mtihani uieleze hivyo kama ilivyo biology, the branch of science which deals with things. Yani ukisema ujiongeze uweke synonym yako ile tofauti ina maana sawa, lakini umekosa. So what does that supposed to mean? Yani kuna utaratibu tunawekwa kwamba lazima uwe hapa, na maana unakumbuka kauli nyingi za walimu walikuwa wanasema kwamba wewe ninavyokuona, yani ulikuwa kama upendi vipindi darasani, anakuwa wewe ninavyokuona wewe maisha yako yatakuwa magumu sana. Kwa nini? Because wao kuna baadhi ya walimu wanaamini kwamba bila formal education utobora. Kwa hiyo ina maana inabidi tusome kwa bidii, upite kwenye ile utoke uende chuo, kutoka chuo upate kazi, ufanye nini, maisha ndio yaende. So kwa bahati mbaya asilimia kubwa watu ambao tunatoka kwenye formal education, kama huwezi kujiongeza basi utaishia kucheza kwenye system huko ndani. Mwisho wa siku huna ile extra thinking kwamba hivi kuna kitu gani kingine naweza nikafanya apart from formal education nilikuwa nayo. Kwa bahati nzuri na yeye sio sana, mtaa unafundisha mambo mengi. Wanakuambia ukitaka kujua strength yako mpaka wewe umeishiwa option zote ndio utajua kwamba wewe una strength gani. Sasa hiyo ndio vitu ambavyo mtaani watu wanafundishwa. Kwa hiyo na hakuna anayekufundisha kwa bahati mbaya, utaviona wewe mwenyewe, utaadapt wewe mwenyewe. Kwa hiyo mtaa unajiadjust kutokana na jinsi maisha jinsi yalivyo. Lakini shuleni si unajua kuna ABC, nitachagua multiple choice pale nitafaulu vipi. So unfortunately ndio hivyo. Unaumia sasa hivi au unatakiwa ufanyiwe operation. Muamini daktari mwenye vyeti au alijifunza YouTube? Kwanza katika hizo professional career zikaitwa professional, maana yake it's supposed to be professional kufanya iko kitu, ndio maana sio kila mtu. So as long sio professional iko kitu, wewe usinielezee. Kuna baadhi ya vitu anaweza akafanya hata mtu ambaye sio professional. Mfano fundi magari, unaelewa, ni gari tu imepata pancha, kuziba hapo kunahitaji degree, unaelewa. Lakini na kuja kwenye mambo ya udaktari, hizo injuries inategemea ukubwa wa injury kiasi gani, umeelewa?
sisi tulikuwa tunapata homa na mama zetu wanatukanda na maji na tunapona. Kwa hiyo kuna hizo nyingine ni basic tu katika mambo ya treatment, lakini unapokuja kwenye seriousness ndio maana naambiwa kwa maumivu zaidi muone daktari. Lakini kitu kama huduma ya kwanza, hiyo ni basic knowledge ya kila mtu, lazima uwe nayo. Yani kwamba mtu aking'atwa na nyoka, mchanje, mkate hapa, mfunge kamba, hiyo ni basic knowledge ya kila mtu, unabidi tu uwe nayo, ni self defense. Unaelewa? Kama mtu akiwa anakuattack, piga kelele kama huwezi kuattack back. Unaelewa? Kwa level ya huduma ya kwanza yeyote anaweza kufanya, lakini kwa level ambayo kwa huduma zaidi muone daktari, you follow the professionals. Yeah. So I agree with you. Issue ya afya ni sensitive kidogo. Tunazungumza mwili wa binadamu ambao hauwezi ukasema huyu akifa tutamrudisha. Same ambavyo kama ni gari hata likifa, hata kama umenunua kwa milioni 70, milioni 100, there is a way ambavyo unaweza ukapata lingine. Lakini sio mwili wa binadamu kabisa. So kuna idara au sekta ambazo ziko very sensitive. Idara ya uguzi, benki, kwenye pesa za watu, yani don't mess around with that. Kwa hiyo kurudi kwenye swali, mimi 50-50. Back in the days ulikuwa ukimuuliza mtu kwamba daktari wako awe na vyeti au ni ule unamuona YouTube. Of course I would choose vyeti. Kwa nini? Kwa sababu nataka kuverify wewe unakuja kunitibu una level gani ya elimu. Si kama ni memkwa, with all due respect. Lakini kwa sasa hivi tunavyoelekea, vyeti hata naweza nikanunua na nikakipata kabisa. Kwa hiyo again sasa, yani kwa kweli inachanganya. Ndio tunakuja pale kwenye level of injuries. I remember kipindi cha marehemu Magufuli alienda kukamata watu wenye vyeti feki. Kwa bahati mbaya, mmoja wa mtu ambaye shakutwa na vyeti feki ni mtu ambaye mimi namjua, alikuwa ni mwalimu wetu sisi hapa since primary. She was the best English teacher ever katika ile shule. Umeelewa? English inaongea hapa ya kudonoa nimeitoa kwake. Umeelewa? Then amenifundisha mimi, alifundisha ni mama yangu. Unajua walimu design kama ni mama yake. Akaanifundisha mimi, yani ni noma. Kwa ame operate over 20, 25 years, 30 whatever, anajua mwenye yani katika hiyo field paka marehemu Magufuli kuja na kwa anaiza na vitu feki aka disqualified, lakini noma. Umeelewa? Kwa hiyo kuna madaktari tunaelewa kwenye level ya bibi yangu mimi alizalisha mtu kule kijijini, lakini sio professional, na ni mpaka leo Wamasai unasikia wanazalishana wenyewe. So hivyo, ila kwenye afya ni kwenye cheti, watu wasio na cheti babu. Wewe sio na cheti ndugu yangu, utanisamehe. Wewe swipe left. Mama niambia hawatumii chochote alichojifunza shule. No. So it's a no, kwa sababu kama kuna levels. Sio millionaire. Sasa millionaire. Kuna levels za elimu. Kuna sehemu ukifika unahitaji kuwa na qualification fulani ili uweze kufanya kitu fulani. So unanielewa? Uweze kuanzisha kampuni yako ikawa ya kawaida tu, kadri kampuni inavyozidi kutanuka na wewe sasa inabidi na wewe ujiongeze. Unaona, nasema ameenda kuongeza ujuzi. So unanielewa? Maana yake ni nini? Kampuni inakuwa kubwa, una wafanyakazi wengi, era una move hapa na pale, unahitaji kufunga deals, kufanya nini. Hivyo ni vitu vyote ambavyo watu wanafundishwa, yani uzaliwi navyo. Kwa hiyo kuna level ikifika automatically lazima nao jiadjust ufike kwenye level hizo. Kwa hiyo ukiniambia kwamba ni mamilionea na hawatumii elimu walikuwa nayo shule, kwa kweli labda wale manyaunyao. Lakini kama ni watu ambao wana structures za kampuni zinazoeleka, wana pesa zinazoingia au kila flow huku na kule, shule haipukiki rafiki yangu. Lakini ndo narudi pale kwenye shule. Narudi mimi muuliza swali, alikuwa analenga shule ipi? Kama tu ni ile ambayo ni basic education, kama umefika form 4 basi yani kile ambacho ulifundishwa kwamba mathematics is study of number, ndio iko tu. Kama ni iko tu peke yake, basi I can say uweze kukiapply. Kama ni iko tu. Lakini umeona kama right now mimi nimemove kwenye mambo ya tech, si ndio? Sio mnoma kwenye tech, lakini application yangu ikisumbua naweza nikaifanyia huduma ya kwanza. Sawa. Yani kwamba nikaizima, nikabeba hapa itoe offline, nishaelekezwa hapa namna ya kuitoa offline. Kisi labda mambo ya cyber amesumbua mtu, labda ameingilia mfumo, namna ya kuidisconnect na DB najua. Kwa vitu basic. Umejifunza wapi? Kupitia developers wangu, sababu mimi sinakaa na mfumo. Umeelewa? Okay, nimeshajua errors zinaibiwaje, mtu akitaka kufanya ananiibiaje, nafanya nini. Kwa hivyo sijajifunza secondary school wala primary school. Kwa kama ni hivyo ya primary secondary, mimi naweza ngasema kwenye maisha yangu huko si apply hata kimoja. Yani start zamani ya X huko. Unaelewa? Huko huko zamani ya X huko napambana na ukweli. Ila wale walionifundisha mimi wanakitumia kile walichokisoma DIT.
thamani ya X. X wanaitafuta tu vizuri. Okay. Elewa. Kwa hiyo kama uhamishaji wa taarifa au uhamishaji wa ujuzi kutoka kwa mfanyakazi kuja kwa bosi, na bosi akaipokea taarifa na kuifanyia kazi, maana yake bosi anafanyia kazi education ya mtu mwingine. Iliko Dangote amekuja juzi kufanya oil refining sijui. Sidhani kwamba eti Iliko alikaa asubuhi akawaza yeye mwenyewe. Kuna watu ni wataalamu wa engineer mafuta, wakamuelekeza kuna hiki na hiki, wakamshimisha ule ujuzi, ila kwa nguvu yake yeye anaweza kukutana na marais wote wa Afrika, ila yule dogo ambaye ndo kasomea mambo ya refining na oil engineering hawezi kukutana na watu. So inafanya kazi katika mfumo huo. Elimu, ujuzi unahamishwa kutoka kwa mwenye nao kwenda kwa mwenye fedha, mwenye fedha kwenda kuuwezesha. So hivyo. Kwani nasikana tunavyosema shule tunamaanisha nini? Tunamaanisha form 1 mpaka form 6 chuo, au tunamaanisha elimu ambayo unaweza kuiacquire muda wote kwenye maisha yako? Hapo sasa ndo sisi na moderator tutakuwa tunatofautiana. Nadhani hapo ndo kuna gap la uelewa kati ya watu na muktadha wenyewe na sina picture ilivyo, yani kwamba mtu mwenye elimu zake maana yake supposed to bring the certificates, kusema kwa jigani unasema una elimu zako. Lakini akija mtu mwenye basic knowledge tu, wa sisi ambao tumeipata kupitia ChatGPT, yani kwamba chochote unachotaka kuniambia naweza nikakiuliza huku na nikapata majibu mazuri ipo unaoniambia wewe. Mimi naweza ngaonekana sina elimu when it come to certificate ambayo siko certificate, sina vyeti. Umetoa mfano mzuri wa Dangote. Sidhani kama mimi sijui historia ya Dangote. Sidhani kama amesoma mambo ya petroleum kabisa. Sidhani. Kwa maana vyeti sio vioni sio nini. Lakini ni mtu ambaye anaweza kupigia stories za petroleum na huyu jamaa ndo profesa labda pale Harvard University. Kwa hiyo ina apply kote. Either elimu ya darasa anaweza siwe nayo, akawa na watu kama ulivyosema ambao wao ndo wanakuja sasa kuleta yale madesa, alafu yeye anachukua yale madesa anaweka katika level ya corporate na kwenda sasa kuongea na marais. So elimu ni pana bwana. Yeah, of course. Ndio nasema kama tunaizungumzia basic education kwamba ya la 7 to form 4, form 4, 6 paka chuo, hivyo ambavyo viko humo, sidhani kama vina apply kwa kila mtu, lakini inaweza kuhamishika kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine. Yani inaweza kutransmit. Unaelewa? Yani inamaanisha ya kwamba hata pale kwa site sahihi na pa Cresa, ukitoa labda viongozi watatu wa juu, walobaki yote ni elimu ndio imeweka pale. Hata hiyo mitambo ambayo amenunua pale ya kufanya processing, kuna watu ndo wanaifanyia kazi na elimu zao ndo zimeweka pale. Ni kweli. So hivyo tu, lakini ukisema dunia bila education moja kwa moja, ndugu yangu, hapa bila connection ni pambo. Yes na no, it depend na future ya mtu ambaye unataka kufanyia nini degree yako. Kama unataka kuajiri, inategemea pia ni ya kitu gani. Kuna baadhi ya degree kusema kweli hazina mchongo. Yani zenyewe tu bainisha, yani hazina mchongo. Elewa. Kuna baadhi ya degree tu zenyewe kwanza kupatikana tu ni mchongo, yani kwamba kwa graduation zako huko mwenyewe. Labda niulize swali. Mimi nakumbuka wakati nasoma nilikuwa naambiwa wakati tunachagua course kipindi tukiingia chuoni, nikaambiwaga kwamba ukitaka kuchagua law, yani law haijalishi umefaulu kwa GPA ya ngapi. Angalia kwa watu wengi sana ambao wamechagua kozi za law vioni, either shangazi, sijui mjomba, baba, mama, sijui nani lazima awe ni mwanasheria au jaji, sijui wapi. Kuna ukweli katika hili? Kwa watu unaojua wale waliosoma sheria. Kwa saiko yangu ndugu yangu hakuna. Kwa hiyo mimi nafikiri tukishapata majibu ya hilo, tunaweza tukajua kwamba kitu cha kwanza unachohitaji ni kuwa na degree ya law au unahitaji kuwa na connection afu ndio uende ukasome law. Kwa sababu hiyo vitu vyote vinategemeana. Lakini tunarudi pale. Mpaka hapo ili swali linamaanisha ya kwamba kama huna means za kuajiriwa maana yake usisome. Maana yake hilo swali linadili na muajiriwa zaidi. Yani hilo swali limekaa linatukuza ajira kulipo elimu yenyewe. Yani ukisema kwamba kama una degree na una connection, hiyo degree yako ni pambo, maana yake hapo imetukuzwa ajira kulipo elimu yenyewe. Yani degree inakuwaje ni pambo. Mimi naamini sana mtu aliyesoma. Kivipi? Mimi nimeishia form 4, lakini kikaaga na mfanyakazi wangu ambaye ameishia la 7, uwezo wake wa kuelewa unaona mwanangu ungefika hata form 2 mwanangu. Unaelewa? Na mimi pia nikikaa na mtu ambaye kafika hadi form 6 tukaanza kuzungumza. Na vitu nitakuwa tu sina, lakini kwa sababu nimeshajua hiyo nakuwa nastaarabika. Kuna namna nakuwa na behave kwamba ndugu yangu siongee kupitiliza ukaona akili mimi sina. Huwa najibalansia. Kwa hiyo the more elimu inapopanda juu, level uelewa na kutanuka kwa mawazo kunabadilika. So naamini sana hivyo. Lakini kwamba uki level elimu, yani value ya elimu ukiweka kwenye ajira, unakuwa unazalisha elimu yenyewe. Ni kweli. Watu wa mtaani ambao hawajaajiriwa kuchukua risk kwenye maisha, kujaribu vitu kuliko wale
walioajiriwa? Mimi nakubali zaidi ya 100% kwa sababu wanakwambia hata unapokuwa kwenye fight, muogope sana mtu ambaye hana cha kupoteza. Huyo ni mtu hatari sana. Kwa sababu mwenzako wewe anasikia mtu wa mpira. Chelsea anaenda kucheza na JKT Tanzania. Nani yuko kwenye risk? Yaani nani ambaye ana asilimia kubwa za kupoteza? Ambaye atakupoteza mchezo? JKT atapoteza tu. Okay. So JKT atapoteza. Kwa hiyo dunia nzima ikiwa inaangalia ile mechi, nani mwenye pressure kati ya wawili? Pressure Chelsea. Chelsea obvious. Kwamba nikifungwa kwa brand yangu nitaonekanaje. Lakini JKT mwenzako yule pale anakuja anasema you know what? Ukinifunga dunia nzima inategemea unifunge. Kwa hiyo sina cha kupoteza. Lakini nikikufunga pia ni nzuri. Kwa hiyo vyovyote vile kwake ni faida. Mtu wa mtaa, yani yeye ana option za kujaribu vitu vingi na hata akipoteza hana wa kumcheka kwa sababu tayari kuna mwingine maisha yake yenyewe ni kichekesho. Kwa hiyo ambaye unanicheka mimi ili wewe. Una cha kunicheka zaidi. Yaani sasa na leo hii wewe una madhambi yako Anskano. Alafu kuna mtu anakublackmail anakuambia naenda kumwambia mke wako. Usiponipa 1 2 3 4 5. Alafu wewe ukajiwahi kwa mke wako ukaenda kumwambia bwana mimi nimekosea 1 2 3 4 5 naomba unisamehe, mkasameheana. Huyu akaenda kukusemea kule. Wewe utamuonaje? Kweli. Kwa unaambia nenda kaseme kwa sababu mimi nishajiwahi, kwa sababu hata akienda kule atakutana kama ukweli ushajulikana. So what does that supposed to mean? Ni kwamba yani wewe huna cha kupoteza. Kwa hiyo tofauti na yule mtu ambaye yuko kwenye formal education akijifikiria nimesoma, nimepoteza miaka yote ada na expectation kubwa kutoka kwa wazazi wanamtegemea. Si unanielewa? Kwa hiyo sasa ikitokea nikijaribu hiki kikafeli, maisha yangu ndio yameisha hapo. Kwa hiyo ina maana nitakuwa na vitu vingi sana vya kupoteza kwenye maisha. Tofauti na yule mtu wa mtaani ambaye umcheke usimcheke utajijua wewe mwenyewe. Of course, kama unasema watu ambao hawana formal educations wana take risk sana kwenye maisha compare na watu ambao wenye elimu, kwa sababu ukiwa elimu kwa maisha ya Kiafrika ni kama mechi imeanza 1-0 hiyo. Yaani wewe kazi yako ni kufanya comeback. Toa mabeki. Sasa mabeki wanafanya kazi gani hapo? Shambulia tu, sababu yani ushafungwa hadi hapo. Yaani huna cha kupoteza kwenye game hiyo. Ni either ishe draw ufungwe nyingi. Kisha habari. Kama shule ingefundisha elimu ya fedha, unadhani vijana wengi wangekuwa imara kwenye fedha? To me, no. I think yes. Okay, ngoja nikupe sababu ya why I say no. Kwanza fedha ni nafsi. Yaani tukubaliane kwamba fedha ni nafsi. Yaani kama ilivyokuwa, yaani nafsi kama ilivyokuwa mti, nafsi, roho, fedha ni roho. Matumizi inategemea na mtumiaji mwenyewe. Yeye as a person. Mtu mwingine hajaisha na elimu ya fedha au ana yeye ni mpenda starehe. Mwingine hajaisha na elimu ya fedha, Wachaga wamepewa elimu ya fedha. Naturally they born wanaweza kutunza fedha. Indians wanaweza kupreserve fedha. Is natural, ni kitu unaweza kuzaliwa nacho, ni roho ndo angasema. Ni kitu unazaliwa nacho. Haijalishi unapandikizwa kiasi gani kwa kitu kila siku. Vingapi tunapandikizwa shuleni na vi-apply leo kwenye maisha yetu ya ukweli. Ije kuwa fedha. Simenelewa? Okay. Tunapandikizwa kuchola mamshazali manini, tunapandikizwa vitu kibao na bado vyote ambavyo tumepandikizwa hatuifanyi kazi kwenye maisha yetu. Kwa sababu ndio uje tupandikizwe fedha. Tusisingizie tu kwa sababu hatukufundishwa ndio maana hatuwezi kumanage. Vingapi umefundishwa na umanage? Tunafundishwa kuhusiana na ukiona kijani simamisha gari. Mara ngapi unaona magari yanapita kwenye kijani? Yanapita kwenye nyekundu. Simeelewa? Ukiona zebra simamisha gari watu wavuke. Mara ngapi watu zebra na waiheshimu? Na tumefundishwa shuleni. Na sio tu shuleni, na ukienda kuapply license ya kuendesha gari unafundishwa tena. Na unafanywa majaribio tena. Na bado umeelewa? Mabasi yamewekewa hadi zile alarm kwamba ukifikisha speed fine itapiga alarm ili wananchi wa complain gari ipunguze speed. Still magari yanapata ajali kwa over speed. Sasa hivyo ni vitu, uongozi wa fedha ni ndani yako wewe. Tusisingizie elimu. Usisingizie kwa sababu sina elimu ya kitu fulani basi ndio maana niko hivi. Yaani elimu sio kisingizio. Tukikusearch hapo una elimu ya vitu vingapi na vikusaidii. Okay, mimi nakuelewa. Lakini unajua tunapopima mafanikio tunaweza kuweka kwa percentage. Hata kampeni zinazofanyika mtu anakuambia tumefanikiwa kufikisha ujumbe kwa jamii kwa 60%. Chini ya 100. Kwa hiyo ni mafanikio kutoka 30% kwenda sehemu fulani. Kwa hiyo mwisho wa siku usitegemee kwamba elimu ikitolewa kwamba kila mtu atakuwa amefuata, lakini asilimia kubwa ni wangapi? Utapunguza. Umeona?
darasani nimemaliza shule watu 400 wakafaulu watu 200. Hiyo ni 50%, si ndio? Lakini haimaanishi kwamba walifaulu wote. So mimi bado naamini kabisa kwamba kama somo la fedha lingewekwa wazi. Unajua sio kama tulikuwa tufundishwe fedha. Jamaa accounting tulikuwa tunasoma. Lakini tulikuwa yani ni somo la fedha lilofungiwa kwenye mabox magumu, lina maformula, lina manini. Lingekuwa wazi tu jamani, hii ni shilingi 1000 au hii ni shilingi 100,000. Ukipata 100,000 kuna njia hizi za kuwekeza, kuna namna hii ya kusave, ikate asilimia fulani kani ukafanye style zako, ukafanye nini. So mimi naamini kama hili somo lingefundishwa kuwekwa wazi hivi, yani katika ile elimu lugha nyepesi ambayo kila mtu anaweza kuelewa, so lazima uwe umesoma accounting ndio unaelewa. Basi kuna namna ambavyo asilimia kubwa ingekuwa na awareness ya masuala ya financials. Kwa sababu sasa hivi unasikia sio bondi, hisa, watu wa financial educators walikuwa wanaelezea. Ni vitu kama vinaeleweka, lakini shule tulikuwa tunafundishwa hivyo. Tulikuwa tunafundishwa in form of accounting, sio nini, chola kabati hapa ile amishe huku. Kwa kweli ni vitu ambavyo sijawahi kuvielewa mimi binafsi maisha yangu. Ni kweli. Yeah. No, yeah, of course kwenye kama ulivyosema kwenye asilimia itapunguza tatizo, lakini hizi kuliondoa kabisa. Yeah, hivyo. Sababu tumesoma kuhusiana na vyandarua lakini tutakufana malaria. Tumesoma kuhusiana na kuchoma dawa, you understand, vaccination. Every day watu wanakufa na HIV, na HIV inafundishwa kuanzia primary school. So yeah, ila ndo kama unasema kwa asilimia inapunguza, tusingekuwa na elimu kabisa labda ya baadhi ya magonjwa, watu wangeona wanadondoka barabarani kama kuku. Yeah. So hata tusingekuwa na elimu ya kutazama zebra, let's say. So yeah, you are right. Yes. Kwa Tanzania watu waheshimu pesa kuliko vyeti. Nadhani sio Tanzania, tufuta neno Tanzania katika hiyo neno. Duniani niko siku utaniheshimu mimi ama utaheshimu hela zangu. People they respect you for reason. Mimi naomba nipinge kidogo. Yeah. Pinga. Okay. Tuje huku kwenye corporate ambako mimi nafanyia kazi. Ile ni eneo ambalo unaweza kuwa ni bosi wangu na sijui unalipwa shilingi ngapi. Okay. Lakini the fact kwamba wewe ni bosi wangu, una title, sijui head of nini, director of nini, CEO. Hiyo ni title. Kwa people respect titles ambavyo ndio vyeti sasa tunavyozungumza more than the way they respect money. Kwa sababu kwenye corporate world it's not just tunaamini hela inakuja na vyeti au inakuja na title. So for me, yes. For me kupata kitu changu ninachokitaka, kupata connection ya kazi na mimi kuongezewa mshahara, lazima niwe na connection na wewe ambaye una cheo kikubwa. So lazima nikunyenyekee, lazima nikuangukie, nikulambe miguu, bosi ndo chawa tunasema, si ndio? Lakini pesa, naamini pesa unazo, lakini kwa sasa hivi ninachohitaji hapa sio pesa yako, ninachohitaji wewe ni title yako ili uweze kunitoa sehemu moja kwenda kunipeleka sehemu nyingine. Hiyo ni kwenye dunia ya corporate. Kwa sababu kule ni sehemu ambayo you will never know Hanskana na shingapi. Lakini Hanskana huyu alikuwa ni director of financial student, na huyu jamaa huyu nikienda kumomba kazi napata. Huyu jamaa nikimomba ni connect na fulani anaweza akaniconnect. So in corporate people respect title more than the way they respect money. Of course kwenye dunia yako huko mimi sipo, sina ushahidi sana. Ila tu kwenye huku maisha ya kawaida mzee wangu. Wewe ukishakuwa na fedha mzee wangu, maelezo ya ziada hayahitajiki. Sababu wewe kuna nyimbo ya mwenye fedha si mwenzako. Mwenye fedha anaweza kateketeza. So huko ya dunia ya kawaida mzee wangu, ukishakuwa na hela hauhitaji kuwa na maswali umepataje. Wewe kwanza kuwa nayo. Yeah. Hapo mambo mengine yatafuata. Yeah man. Katika kizazi cha leo wanajifunza zaidi kutoka mitandao ya kijamii kuliko vitabu au madarasani. It's a yes. Kwangu vitabu vinaboa. Binafsi nianze kujiongelea mimi kama mimi. Vitabu vinaboa. Ukiniuliza ukweli kabisa kutoka moyoni, kusema ni useme. Mara mwisho nimesoma kitabu kikaisha na nikawa serious na kitabu. Sikumbuka ilikuwa ni lini. Na nina vitabu rundo ile. Kila mtu anakuta anakuambia msome kitabu kitakusaidia. Lakini vitu ambavyo najifunza mtandaoni ni vingi. Kwa nini? Kwa sababu yani elimu imeunganishwa na kitu ambacho niko nacho comfortable kila siku. Naweza nikatoka kwenye page moja nikaingia YouTube hapo nikasoma kitu bila kuenda sehemu nyingine kusema nikasoma. Unajua bwana, kusoma kunahitaji pia maandalizi. Kuna setup fulani hivi lazima iwepo, imekaa utulivu, sijui nini. Sasa hivyo vitu ndio ambavyo vinachosha. Shingo kuinama. Shingo kuinama, sijui asipite mtu na akipita huko. Lakini huko kujifunza mtandaoni ni simple. Unaweza kaa in the middle of kuchat, umetoka kuweka beti yako.
ukaingia upande wa pili ukajifunza kitu hapo chap ukaenda sehemu nyingine. So of course kama unavyosema watu wanajifunza sasa hivi vitu kwenye mitandao ya kijamii kulipo kwenye books. That's true. Mimi kwanza mimi sio muumini wa kusoma. Yani bahati mbaya mimi hata ukiniandikia message ina paragraph 3 tu umenikosa. Yani nikimaliza kusoma message yako ndugu yangu nakuhitaji kweli. Yani kama bila wewe mimi sitoboy. Yani that's my weakness. Yani siwezi. Yani tena sasa na ChatGPT ukiandikia message ndefu na ikopi naenda kupaste kule naambia nisamaizie kwa sentensi moja. Huyu anasema nini? Huyu anasema hakutaki. Basi ukitaka tena hakutaki lakini sasa lakini ni kitu. ChatGPT kanyoka. Wewe mwaprodie mkataba wote mwambie nitafutie kosa moja kubwa. Anakutafutia ni hili. Kisha habari. So mimi naamini watu wanasoma sana kupitia simu, mitandao ya kijamii kulipo kwenye vitabu, yani hiyo ni definite na ni sio mbaya, ndio ukuaji wa teknolojia. Hata zamani kipindi inakuja na magari watu walalamikiwa, sasa hivi watu watembei kabisa kwa miguu, wamekuwa wazembe, wanakaa tu wanaenda. Sasa ndugu yangu, sasa teknolojia imekuwa. Teknolojia hiyo. Mafanikio ya leo yanahitaji sana uzoefu na sio elimu. Mbona imani elimu? Bwana noe both ways apply. Kwa kweli mwenyewe niko katikati hapo. Both apply sababu yani tusishushie thamani ya elimu hata kidogo, kwa sababu tunapoishushia leo thamani ya elimu ni kwa sababu tunayo, tumeshapita, ndio maana ukaweza kuiandamine. Yani you have that, that's why unasema kwamba haina secret kwenye maisha, lakini baada ya kuwa nayo ndio ukaona hilo swala. Sawa. So tusidogoshe elimu kwa sababu tayari tunayo. Hiyo itasababisha vizazi vyetu ambao tunavilipia ada vione sababu unasema elimu sio kile kitu. Kwa nini unalipa ada shule? Umeelewa? Kwa kama unaona elimu sio kitu, ifanye kwa vitendo. Watoe watoto wako shule. Kaa nao nyumbani, subiri jioni au nenda nao unapotaka. Hapo tu kwa vitendo, lakini unasema elimu ya bongo bwana, hamna elimu na unalipa ada. Sasa tukueleweje mdau? Ni kweli. So kuna level unahitaji elimu kwanza kabla hujaupata huo uzoefu. Ukija kuchanganya elimu na uzoefu unaona kabisa vitu vinatiririka kwenye mstari ulionyooka. Lakini ukishakuwa na uzoefu na elimu ina maana wewe utakuwa uko all over the place. Kile tunataka kufanya kwa sababu una experience 100. Lakini elimu itakufundisha kukaa systematically kwamba okay, na idea zangu 13 nilizozitoa mtaani na zipangaje zinipe hela. Napita kwenye michongo gani au napita kwenye mistari gani au nionane na nani. So kama ulivyosema tusiandamane elimu, ina part yake kubwa sana ina apply kwenye mtu. Na asilimia kubwa watu ambao wanaishushia hadhi elimu si watu ambao hawana elimu. Watu wenyewe. Ni wao wenye elimu ndio waga sababu wameishuhudia ilichowafanya. Ila sisi ambao wameishuhudia. Ila sisi ambao hatuna, tunasikiliza kutoka kwenu ujue. Kwa tuko na ile malalamiko yenu au kweli. So sometimes hivyo. Lakini ingekuwa haina, wewe kama unaona elimu haina mchongo, umtoe mtoto wako shule, kaa naye nyumbani. Ndio tutajua. Maneno yangu ya mwisho. Mimi naamini unahitaji elimu ya darasani na unahitaji experience. Kuna umri unafika huwezi kurudi darasani ukasome kama ile ilivyokuwa zamani, lakini kuna vitu unaweza kuviacha. Unajua kuna njia nyingi sana za kujifunza. Sio lazima ukae darasani. Kuna kujifunza kwa kuona mtu anafanya. Na afiki kwenye story yako nishaye kusikiaga hiyo ulisema kwamba kwa unaona mtu anafanya focus anaiwekaje sio nini ukajifunza hapo. Lakini at some point unaweza ukawa na huo ujuzi wa mtaani, unahitaji kwenda kusharpen your skills. Kwamba nimejifunza jinsi ya kutengeneza focus kwenye kamera, lakini nahitaji kujua hizi focus zina kazi gani kwenye kamera. Sababu sio ukafika mtu ukauliza nibadilishie lenzi hapa, unashindwa kujua lenzi gani nitumie kwa muda gani. Hivyo ndio vitu ambavyo darasani wanafundisha. Hapo unachosema. Kuna dili moja nilipataga ya kimataifa, ilikuwa hela nyingi sana. Jamaa alitumia terminology ya kitu ambacho mimi nakijua. Ila kia Mungu nilikitafuta sana, ni sasa mimi nilikuwa kama producer. So nilikuwa nimemwandalia vifaa vyote, alikuja tu kushoot, alikuja Zanzibar. So kuna kitu alikiuliza na kihitaji, mimi nakijua kabisa, lakini ile terminology aliyotumia mimi sikuwa najua kama anamaanisha iko, aliniambia so which focal can we use? Focal? Nini? Kumbe akimaanisha lenzi babu. Sasa niambie tu babu naomba lenzi. Kwa nini unataka community seki? Oya babu. Focal ni nini mdau? Focal ni nini? Oya, simu imezima labda uingie hata Google. Basi sijui akasema neno gani ndo kajua kumbe wamesha lenzi. Sasa kwa nini useme lenzi mpaka unitese? Unaelewa? So hivyo, lakini yote tusiiteme elimu kama ndo source ya ajira. Ukiweka elimu kama ni source ya ajira you will suffer
yani utasafa. Nadhani tu elimu ikae katika namna ya kutanua ubongo wako wewe na kujaza material mengi ambayo yatakusaidia wewe na jamii iliyokuzunguka. Let's say hauna elimu lakini unaishi comfortable, lakini hiyo comfortability yako enda kae na kera watu wengine. Example, pasina tu kuwa na elimu ya ustaarabu, unaweza ukawa unafungulia muziki kwenye nyumba ya kupanga, unakera watu wengine wakikwambia bwana huu ni muda wa kulala, bwana nasikia mtu na starehe zake babu. Unaelewa? Tusiingiliane kwa nini napiga chumbani kwako. So usipokuwa nayo hutoisaidia jamii pia, yani maana yake hata kwenye vitu tu vidogo vidogo, huduma za kwanza na vitu kama hivyo. So we need a basic education, sio tu kwamba kwa kwenda shule, hata kwa kujifunza kupitia watu wengine. Ustaarabu, mifumo ya maisha, lifestyle. So elimu isipuuzwe, lakini isichukuliwe kama ndio sababu ya wewe kupata ajira. Yani elimu isikae kwenye kivuli cha ajira, yani inakaa vibaya.